Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, niko na mambo matatu hapa ambayo wewe dada unayehangaika kutafuta mume, endapo ukayafanya biidhnillahi taala, kwa uwezo wake Allahu tabaraka wa taala, itakuwa ni sababu ya wewe kupata mume. Kwa sababu wadada zetu wengi leo hii tunaona wakihangaika kutafuta wame, na wanaume anao Allahu tabaraka wa taala, yeye anajua wako wapi. Endapo kadumu kwenye mambo hayo, itakuwa ni sababu Allahu tabaraka wa taala akatoa miongoni mwa waja wake huko alikuwaweka, wakaja kukuoa. Miongoni mwa mambo muhimu sana ambayo naona dada zetu leo hii mmeyapuuzia, ndio maana inakuwa sababu ya kutokuolewa. Kwa ni muhimu sana na wewe ukayafahamu, ukajitahidi kuyafanya, ikawa ni sababu ya Allahu tabaraka wa taala kukuletea mume. Ndugu zangu, jambo la kwanza muhimu sana, uzinifu. Yaani kama wewe unadumu na uzinifu, kupata mume ni jambo gumu. Linawezekana, lakini ni gumu sana. Haiwezekani huku unazini alafu unamuomba Allahu tabaraka wa taala kuletee mke. Yaani ni sawasawa unamkorofisha mtu alafu unamuomba kitu. Inawezekana kweli kukupatia hiko kitu? Sasa ndicho kinachofanyika kwa Allahu tabaraka wa taala. Unamkasilisha kwa dhambi ambao yeye kaikataza, kaikemea vikubwa, akasema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Ameanza kukataza kuikurubia, kuisogelea. Kaanza kukataza kukurubia, yaani kutabasamu, sijui kumkonyeza, kumuomba hela mwanaume, sijui kufanyaje. Hayo ndio Allahu tabaraka wa taala ameanza kuyakataza, kwa sababu ukiyakaribia hayo itakuwa ni sababu ya kwenda kufanya ule uchafu. Kwa ikiwa Allahu tabaraka wa taala amekukataza kukaribia, vipi ukifanya? Yaani ni sawa sawa mtu anamwambia wana usinisogelee. Vipi akikugusa? Ikiwa umemkatalia tu kusogea, alafu yeye kakugusa, kukugusa ni hatari kuliko kukusogelea. Sasa Allahu tabaraka wa taala kaanza kukataza kukaribia. Sisi ndo kwanza sio kukaribia, paka tunafanya. Kwa zina ni dhambi ambayo Allahu tabaraka wa taala anaikasirikia sana. Yaani kama unadumu na zina, ndugu yangu, tambua hata ukipata mume sio mume sahihi. Kwa sababu tunaambiwa ndoa ambayo ilianza na uzinifu haina baraka ndani yake. Kwa jambo la kwanza, jiepushe na zina. Ukijitenga na zina ni sababu ya Allah kukuletea mume, kwa sababu hayo maumbile yako Allahu tabaraka wa taala alivyokuumba wewe, unahitaji upate mume. Sasa ikiwa yale mahitaji ambayo ulitakiwa uyapate ndani ya ndoa unayapata nje ya ndoa, vipi akuletee mume? Yaani sawa sawa na unafuga ng'ombe wa nini hali ya kuwa maziwa unapata bure. Allah akupe mume wa nini hali ya kuwa yale unayotarajia kwenda kuyapata kwenye ndoa sasa hivi unayapata nje ya ndoa. Kwa jambo la kwanza, jitenge mbali kabisa na uzinifu. Hiyo itakuwa ni sababu Allahu tabaraka wa taala kukuangalia kwa jicho la rehema, kwa sababu anaona mwili wako unahitajia upate yale mambo. Sasa umejilinda nayo, Allah anakuletea wa halali. Lakini kama utadumu nayo nje ya ndoa, basi Allahu tabaraka wa taala basi atakuangalia tu. Na kama utapata mume, sio mume yule mwenye vigezo vinavyotakiwa. Mume mwenye vigezo vinavyotakiwa ni mume ambaye umempata nje ya uzinifu. Kakuona, kakupenda, mashaallah, kaja kwenu, hajaanza kufanya nawe uchafu wote wa uzinifu. Lakini ukishaanza kufanya naye uzinifu, basi tambua baraka ya hiyo ndoa yenu hata mkija kufunga inaondoka. Na hii ndio mnasababisha wanaume wasiowe. Sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufungia vitu kwenye nyoyo zetu za kuwapenda nyinyi. Kwa nyinyi hata mjiweke katika mazingira gani, lazima tutawahitaji tu. Yaani mkitukatalia nje ya uzinifu, basi tutawahitaji kindoa. Ni mfano jamaa mmoja aliwahi kuniambia, ustadhi,
Mimi nioe mwanamke kabisa, nimfuge mwanamke ambaye sijui atakufa lini. Wewe unadhania jeuri anaitoa wapi ya kuongea hivyo? Anapata jeuri ya kuongea kwa sababu kuna sehemu anachovya. Kama asipopata sehemu ya kuchovya lazima agharamikie. Sasa wanawake mmekuwa rahisi sana. Hili ni jambo la kwanza muhimu sana la kuzingatia. Jambo la pili, fanya juu chini mavazi. Hakuna mwanaume anayependa mwanamke wake au mwanamke anayetembea uchi. Ukimwona mwanaume anapenda mwanamke unakutembea uchi, akili yake haiko sawa. Lakini mwanaume mwenye kutaka mke aliyekuwa bora, ndio maana watakuzini wewe na vinguo vyako vya vimini na nini, lakini wakitaka kuoa wanaenda kutafuta wanawake wenye kujistiri. Kwa jambo jingine la pili, hifadhi sana mwili wako kwa mavazi. Upambe kwa mavazi mazuri, mashaallah, hijabu. Kizuri ni kizuri tu. Kukifunika sio sababu. Kizuri ni kizuri tu. Hifadhi mwili wako, mashaallah, ufunike kwa mavazi ambayo yanakumpendeza Allahu tabaraka wa taala. Na jambo la tatu, swali. Baada ya kufanya mambo haya mawili makubwa, basi tekeleza haki ya Allahu tabaraka wa taala. Mswalie Allahu tabaraka wa taala, kuswali kwa ajili yako na umuombe Allahu tabaraka wa taala yale mahitaji yako, kwa sababu Allahu tabaraka wa taala anasema baada ya billahi minashaitanir rajim, ista'inu bisabri was-salah, tatueni matatizo yenu kwa swala. Huku mkisubiri, mnatatua shida zenu, mnaswali, mkimwomba Allahu tabaraka wa taala, kisha mnafanya subira kwa yale mlioyaomba. Hapo ndugu yangu, ukidumu kwa mambo hayo makubwa matatu na imani, utaleta matokeo. Mume yuko nje wazi wazi. Lakini ukijiepusha na mambo hayo ukaona kuna manufaa kinyume na hayo, ndugu yangu, huko kwingine utakwenda kufeli. Kwa na kushauri wewe dada yangu, dumu kwenye mambo haya matatu. Hifadhi mwili wako. Jiepushe na uzinifu. Swali swala 5. Muombe Allahu tabaraka wa taala na imani. Allahu tabaraka wa taala amekuumba na huo mwili wako mashaallah wenye kupendeza, unahitajia tendo la ndoa. Kwa lazima wewe uje upate mume, kwa sababu unahitajia kuongeza kizazi katika ulimwengu huu, na ndivyo Allah alivyoelekeza na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa naambia Allah, mimi nimeshaji epusha na yale ambayo yenye kusababisha mimi kupata mume, kukosa mume. Kwa unamlilia Allahu tabaraka wa taala biidhnillahi karim. Natumaini tuzidi kuombeana dua kwa Allahu tabaraka wa taala. Hakuna linaloshindikana kupitia yeye. Na Allahu tabaraka wa taala ajalie hao yawe ni yenye kuleta manufaa. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.